anything can go wrong. It will at the worst possible moment. For us, we will make it in this struggle. Nataka nirejelee yale Mheshimiwa Junet amesema. Discipline lazima ikuwe katika chama. Wewe umesema vizuri, sisi hata kama baba Oburu utaenda kunegotiate kuanzia na UDA, lazima tuheshimiane na wao. Eneo zetu zote ambazo ni wana ODM wakiguza tunabambuka. Mimi kama deputy party leader wenu, leo mmenipa hiyo nguvu. Nitahakikisha mahali mzee Oburu hawezi fika, mimi na Swamad na Mama Wanga tunakuja kwa hizo region zote, tukae tuongee mambo ya chama. Wacha nione Western mko hapa ndani, mnakaribisha sisi kule Pwani, mnakaribisha sisi. Nyanza unajua ni nyumbani. Nyanza mko tayari? Nairobi je? Eneo zote za nchi tutakanyaga kuhakikisha kwamba chama kimedumishwa. Mwisho nataka niseme hivi. Unajua Mheshimiwa Ntimama the late alisema tutakanyagana kwa chama, tukanyagane. Wale wa kuanguka wanaanguka nje, wale wanasimama wanasimama. Chama hiki lazima tutakitunza kwa vyovyote vile. Mnikubalie niulize swali moja tu. Niulize? Niulize. Kwani mimi ni mzee? Niko na karibu miaka 60 iliyobaki ndiposa nife katika mwaka wangu wa 100 kama Yesu hajarudi. Kwa hivyo miaka hii yote na hiki chama tutasimamisha. Wacha nione kwa kofia ni wangapi wanasema hatuwezi rudi nyuma, bado mapambano. Bado mapambano. Vijana msilale, jana msilale, bado mapambano. Mapambano. Wamama msilale, mama msilale, mapambano, mapambano, bado mapambano. Asanteni. Kabla sijamuita party leader Oburu, congratulations mzee wakwewe leo kwa kishikwa kwamba wewe ndio party leader wetu wa chama hiki. Nataka niseme ni kwa kwanza kwamba Mheshimiwa Oburu, kwa Biblia wakati Moses kwa sababu alikuwa ni mzee, wakienda vitani, Haroni ndugu yake wakiinua mikono juu, vita ilikuwa inaendelea. Moses alikuwa anachoka, mikono inarudi chini. Hawa vijana walishikilia yeye, wakapigana mpaka wakashinda vita. Usiwe na wasiwasi yoyote, tutashikilia mikono yako na tutapeleka chama mbele. Mnikubalie, unajua watu wameuliza tupe NDC, tupe NDC.